my veins. From the ashes I rise, breaking free from the chains. Bwana mambo vipi, mambo ni aje bwana? Bwana benchi la kitaa bwana, tumedondoka kipande cha Buza ndani sana, kuna sehemu inaitwa Mwandulami, au sio bwana? Nami ni hotsi wako Santana 23 bwana, na kudondokea na nini na kudondokea na mada gani leo bwana? Mada yetu inasema hivi ni kwa nini vijana hawafanyi kazi ama fursa ndo hamna? Tunaongana na mwanetu au tunaongana na kijana mwenetu bwana hapa. Tusikilize yeye hii kwake imekaaje au ana hoja gani kuhusu hii mada leo. Bwana kwanza mambo vipi bwana? Kama kawaida. Kwa jina unakuita nani mwanangu? Kwa majina anaitwa David Nenga. David Nenga. Yeah. David Nenga, na hisi umesikia hii mada ambayo ipo, au sio bwana? Wewe hiyo comment yako unadondosha nini hapo mwanetu? Ukiangalia wengi wao kwa Tanzania yetu, vijana wengi ni wavivu. Vijana wengi ni wavivu, ila fursa za kufanya kazi zipo. Fursa kama fursa gani labda? Fursa zipo, unaweza ukapata hela ujenzi, kusaidia fundi, hata kwa kukota makopo, fursa tayari ya. Kuna watu bana wamekaa nyumbani wako na vyeti, wanaamini kwamba serikali ipo siku atawajiri. Hiyo kwako unawaambia nini labda? Unasema? Kuna watu ambao wako mtaani sasa hivi wamesoma, wako na madegree. Hiyo wameweka vyeti ndani, wanasubiri mpaka serikali. Hiyo kwako unawaambiaje labda watu kama hao? Mimi nawaambia watoke tu magetoni, wakimbilie kwenye kujiajiri. Wakisema subirie mambo ya serikali watalala yo. Ajira labda wewe kama wewe unavyofikiria, labda kijana anatakiwa aanze labda na nini labda? Kwenye ajira? Labda kazi gani ambayo unaweza ukahisi kwamba hii bwana mshikaji anaweza akafight mwenyewe? Aingie kwenye sekta ya bodaboda, bajaji. Anapambana, unapata hela, unamshinda hata mtu aliyoajiriwa serikalini. Unaamini kwako hiyo kijana akiingia inakuwa ni sawa? Mimi naamini anakuwa na 100% kabisa kuliko akisubiria ajira serikalini. Kuna watu bana wanaamini kwamba anaweza kaingia kwenye bajaji na asiweze kupata yale malengo yake labda anayoyafikiria. Hiyo kwako unaiwekaje hiyo? Mtu akiingia kwenye bajaji afu asipate malengo, huo unakuwa ni uzembe au mtu mwenyewe anakuwa na mambo mengi. Ila ukitulia kwenye sekta kama ile pale, lazima utoboe. Na vijana wengi sasa hivi bana wanakula bata sana kuliko kufanya kazi. Hiyo kwako pia imekaaje? Akili ya mtu tu, ukiendekeza ule bata unafanya bata, ila ukitulia hauwezi kufanya bata, utaangalia malengo mengine, maisha yanaendelea. Naamini kwamba wewe ni kijana ambaye unapambana mwanangu, au sio? Sahihi. Ni biashara gani labda ambayo ulianzisha au ulianza nayo? Na ulifikiria nini mpaka kuanza maisha ya biashara ambayo wewe labda unayo? Mimi kwenye sekta ya biashara, mimi nianza kwenye biashara ya nguo. Na nilifikiria kwa sababu tangia nilipokuwa mtoto wangu nilikuwa napenda sana mambo ya mavazi nini. Mwisho wa siku nilikuwa kama kinavunja bei, wakina Lobby One Fashion. Ndio hivyo, ndio maana nimeanza kwenye sekta ya nguo, ila sasa hivi nipo kwenye biashara za matunda ni gengeni hapo. Napambana. Maana one day nitakuja kuwa mfanya biashara mkubwa sana, na naamini hivyo. Kwa nini sasa uliamua kutoka kwenye biashara ya nguo na ukaingia kwenye biashara hii? Changamoto tu kwenye biashara ya nguo, kuna changamoto nilizipata. Nikaona nitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine nione je huku mambo yatajipa. Ndio maana sasa hivi naona mambo yanajipa, bado naendelea nayo hiyo. Ni changamoto gani labda ambayo ilikukwamisha au ilikuweka kikwazo kikubwa mpaka kuchange biashara nyingine? Unajua tena unamweka mtu dukani, kwenye duka la nguo, anapiga nini, anavaa mwenye nguo hela uioni, kwa nikaona ni changamoto, alafu nikapata tena changamoto nyingine, duka liliungua, kwa ngoja nitoke sehemu moja niende sehemu nyingine ndio. Kwa hiyo sasa unaamini kwamba biashara ambayo unaifanya kwa sasa hivi ya genge kuuza matunda, hiyo kwako imekaaje kwamba? Kwa mimi naona imekaa poa sana, inanilipa, naona imekaa poa. Tofauti na mwanzo ambao biashara ulikuwa unaifanya. Tofauti na mwanzo, nimeona faida ninayopata hapa ni kubwa kuliko ile ya mwanzo. Kuna watu ambao wanaamini kwamba biashara ya genge ni biashara ambayo wanafanya kina mama. Hiyo kwako unawaambiaje labda? Mimi naambia tu wafute hayo maoni wanaojiwekea kusema biashara ya genge ni ya mama. Hapana. Jinsi yote tunafanya kazi ya genge, kwa sababu pale hamna kitu chochote kinachotofautisha kati ya nini na hii. Kwa biashara ya genge mtu akimu unafanya, mvulana anafanya, sio kama ni mama peke yake. Kuna washikaji ambao
Kuna washikaji bwana, ukimwambia swala la genge bwana, mwambie bwana kuna mtaji wa genge, kauze genge bwana, hiyo kwake haiwezi kabisa yani. Hii kwako inakupa nini au inakupa changamoto gani labda? Sasa kwenye mtaji wa genge, mbona mtaji ni hela ndogo tu, kiasi kidogo tunafanya genge na baadaye ukafanya improvement, maisha yakaendelea. Ukiangalia bana, kuna washikaji labda wako nyumbani sasa hivi, lakini ukimwambia bana kuna kazi ya genge, anakuambia hiyo kazi bana mimi sifanyi, hiyo kazi ni wanawake mwanangu, labda kazi nyingine. Hiyo kwako unawapa nini labda wale ambao wanafikiria mawazo kama haya? Asilimia nyingi wanaosema hivyo kazi ya genge ni wa mama, sijui wengi waga ni mabisho tu. Waga wapende kujishughulisha ukifikiria kule sijui sokoni kubeba mizigo nini, ndio maana wanaona ushamba, ila kazi ya genge iko vizuri tu, ukikoma nayo unajenga nini hivyo. Kwa waache ushamba, kazi ya genge jinsi yote unafanya. Kwa wewe changamoto ambayo unaipata kama wewe kwenye biashara yako yani ukiachana na mambo ya biashara labda kwa ngumu, biashara yani yale maoni unayopokea kwa washikaji kwamba mshikaji mwanetu, yani hazikujii zile mshikaji mwanetu wa kiume afa anauza genge, hiyo hazikujii mwanangu hizo? Waga wanasemaga tu mwanangu anauza genge alafu mtu wa kiume, ndio hivyo nitafanyaje, ndio maisha. Kwa wananiambiaga sana, wengine wananiambiaga mwanangu mimi ningekuwa hapo gengeni ningekuwa naonga sana, maana watoto wakali wengi wanakujaga wa mama nini. Kwa mimi naambia acheni hizo, ukikomaa ukiwa serious kwenye biashara unatoboa, usilete mambo mengi, usipende kuangalia chuchu nini. Labda kuna changamoto gani ambazo ukiachana na hiyo pia labda nyingine labda unapitia labda? Kwenye biashara ya genge changamoto kubwa labda vitu visifonulika kwenye kuoza, ni vinaoza. Hiyo ndo changamoto kubwa kwenye genge. Kuna washikaji bwana wako nyumbani sasa hivi yani, unawaambia nini kwamba au kipi wafanye ili watoke magetoni? Wapambane. Main point hapo ni kupambana, watafute fursa ziko nyingi. Watoke magetoni, wasilale, wapambane. Fursa ziko nyingi, kuna maviwanda kibao yameanzishwa, wanapambana, unaongea na rafiki yako, wanafanya connection, maisha yanaendelea boda. Uhakika. Au sio? Mchagua jembe sio mkulima. Ishara sana mwanangu, au sio bana? Tumeua kinyama hizi sana. Nami hotsi wako Santana 23 nikitokea katika Kolila Media. Bana, kwenye platform zote za mitandao ya kijamii unatupata kama Kolila Media, au sio bana? Unaingia YouTube unaandika Kolila Media, una like, una share, una subscribe. Unyama ni mwingi, nami sina mengi bana. Ishara sana mwanangu, kameramani, waya, au sio mwanangu? Baridi.